Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, wana wa Mungu. Nitumie nafasi hii kumshukuru tena Bwana kwa kuwa ametukutanisha kwa siku nyingine tena, ikiwa ni siku yetu ya pili katika juma hili. Tuendelee kushiriki pamoja vipawa vya Roho wa Mungu alivyotupa kwa njia ya neno pamoja na maombi kutokea hapa KKKT Diocese ya Dodoma, jimbo la makao makuu, usharika wetu wa Arusha Road. Utakuwa pamoja nami tena kwa siku hii ya leo, Mtheologia Julius Matias Ganyara kutokea hapa KKKT usharika wa Arusha Road. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabla tujaendelea, nikukumbushe tena mpendo mwana wa Mungu, kila siku unapoingia tu mtandaoni muda na wakati kama huu, usisahau kushare hiyo link ya channel yetu ili tuweze kujumuika wengi katika ibada hii na tuweze kusaidia kanisa kwa upana zaidi kuipeleka injili huku na kule kwa kadiri ambavyo Mungu amekupa kuwasiliana na watu. Na Mungu atakubariki sana kwa sadaka yako hiyo ya muda, lakini pia kwa kuweza kushare neno hili la Mungu pamoja na maombi haya, ili watu wengi wazidi kumjua Kristo, watu wengi wazidi kuvutwa katika nuru ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hapo chini kuna namba za account pamoja na namba za simu, unaweza kushiriki pamoja nasi kuipeleka injili kwa njia ya sadaka yako. Ukituma hiyo sadaka yako kwa njia hiyo, basi utakuwa umeshiriki pamoja nasi katika kazi ya Mungu kupitia madhabahu ya KKKT usharika wa Arusha Road. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi sasa ninaomba tumuombe Mungu, alafu ndipo tutaendelea. Mungu wa rehema na neema, utukufu na sifa na heshima vitabaki kuwa vyako. Asante kwa ajili ya neema na kibali ulichotupa tena kwa siku yetu hii ya Jumanne kusikiliza neno lako la uzima, kusikiliza mafundisho yatokayo kwako, lakini pia Mungu kwa kusikiliza haja za mioyo yetu kutokana na kile ambacho unatufundisha, unasema nasi tena kwa siku hii ya leo. Ninaalika uwepo wa Roho Mtakatifu wako awe pamoja na sisi, kila mmoja mahali alipo, kila mahali ambapo sauti hii inasikika, kila mahali ambapo ujumbe huu unawafikia watu wako kwa njia iwayo yote ile. Ninakusihi Baba wa rehema na neema, ukatuwatamie. Roho Mtakatifu wako aliye mwalimu mwema, ambaye yeye ndiye anayetusaidia kutufunulia kweli yote, awe pamoja na sisi tunapoanza hata tunapomaliza. Roho Mtakatifu wako sawa sawa na Warumi 8:26 awe pamoja na sisi, atusaidie kuomba kwa kuugua kusikoweza kutamkika pale ambapo pengine hatutaomba sawa sawa. Neema yako Mungu itoshe kutuatamia kwa utukufu wa jina lako. Uanze nasi Bwana na umalize nasi katika jina la mwana wako mpendwa nimeomba na kushukuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana.
Tunaendelea na somo letu leo ikiwa ni siku ya Jumanne, siku yetu ya pili katika juma hili, katika mwendelezo wa mafundisho yetu haya katika ibada yetu hii. Ninaomba nikukumbushe tu somo letu lina kichwa kinachosema nguvu ya utambulisho wa kiroho katika vita vya kiroho. Nguvu ya utambulisho wa kiroho katika vita vya kiroho. Tunaposema nguvu ya utambulisho wa kiroho, maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba ule utambulisho wako wa kiroho, jinsi ambavyo ulimwengu wa roho unavyokutambua, jinsi ambavyo ulimwengu wa roho unatambulika wewe, ni njia mojawapo ya kukuhakikishia ushindi katika kila aina ya vita inayoinuka katika jinsi ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika upande wa nuru, jinsi ambavyo unatambulika kama mwana wa Mungu, jinsi ambavyo unatambulika ya kwamba Roho wa Mungu yuko pamoja na wewe, jinsi ambavyo unatambulika ya kwamba jeshi la malaika liko pamoja na wewe, hiyo ni njia mojawapo ya wewe kukupa ushindi. Na upande wa kuzimu vivyo hivyo, wanapokutazama wewe mapepo wabaya, wanapokutazama wewe kama mwana wa Mungu, wanapokutazama wewe hawakuoni tu wewe, bali wanakuona wewe pamoja na jeshi la malaika lililokuzingira pande zote. Wanakutazama wewe ukiwa ndani ya ufalme wa Mungu. Wanakutazama wewe, wanajua kabisa yule mtu analindwa kama mboni ya jicho. Mapepo mabaya hawawezi kuja. Mapepo mabaya hayawezi kushindana na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana tunasema ni nguvu ya utambulisho wa kiroho, jinsi ambavyo wewe unatambulika kiroho. Na jana tukaangalia mambo kama 4 hivi, nisiweze kuyarejea hayo. Ninaomba nisogee mbele kidogo. Kwa wewe ambaye ndio unaungana na sisi kwa mara ya kwanza, basi nikutie moyo mpendo mwana wa Mungu, ili uweze kupata kitu kikamilifu. Rejelea kile kipindi cha siku ya jana kwa muda wako wa utulivu kabisa, ili uweze kuwa na mwendelezo mzuri wa somo letu hili kwa siku hii ya leo. Kwa hiyo fuatilia ibada yetu ya leo, lakini mara baada ya hapo fuatilia tena kipindi cha siku ya jana, ili uweze kujifunza yale mambo 4 tuliyokuwa tumeyatazama kwa siku ya jana. Na leo sasa ninaomba tuendelee kutazama neno kuu ambalo jana nilikusomea na tukapata nafasi ya kumwomba Mungu, lakini leo ninatamani tulitafakari kwa ndani kidogo neno kuu ambalo tumelipa kama neno la msingi katika somo letu hili la nguvu ya utambulisho wa kiroho katika vita vya kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno kuu ni Waefeso sura ya 6, ule mstari wa 10 hadi ule mstari wa 11. Ndilo neno letu kuu ama neno letu la msingi, Waefeso 6, ule mstari wa 10 hadi ule mstari wa 11. Biblia inasema hivi: hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Mstari wa 11, vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hili ndilo neno letu la msingi ama neno letu kuu. Sasa katika kutafakari hili neno na namna ya kulihusianisha na somo letu ya nguvu ya utambulisho wa kiroho katika vita vya kiroho, ni vitu gani ambavyo Mtume Paulo amevizungumza hapa ndani? Yako mambo matatu ya kuzingatia sana katika hili neno kuu. Jambo la kwanza, Mtume Paulo anazungumza kwa habari ya kuwa hodari katika Bwana. Kuwa hodari katika Bwana. Anazungumza nini kwako? Anazungumza nini kwangu kwa habari ya kuwa hodari katika Bwana? Anaposema kuwa hodari katika Bwana, maana yake ni kujibidisha zaidi kwa Mungu, ni kuweka bidii zaidi kwa Mungu. Kwa lengo gani? Kuweka bidii zaidi kwa Mungu kwa lengo la kujazwa nguvu zaidi za kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa lengo la kujazwa nguvu zaidi za kiroho. Kwa maana anaposema vaeni silaha za rohoni, sio vitu ambavyo tunavitengeneza sisi, sio vitu ambavyo tunavimiliki sisi, bali ni silaha za rohoni ambazo zinatoka kwa Mungu mwenyewe. Kwa hiyo
tunapoweka bidii katika Bwana, tunapojibidiisha kwa ajili ya Bwana, tunapokuwa na bidii katika maombi, tunapokuwa na bidii katika neno la Mungu, tunapokuwa na bidii katika ibada, huko ndiko kujibidiisha kwa ajili ya Bwana, huko ndiko kujitia nguvu katika Bwana, huko ndiko kuwa hodari katika Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni uthibitisho wa wazi kwamba ushindi dhidi ya vita vyetu vya kiroho vinategemea kiwango cha nguvu za Mungu ndani ya maisha yetu. Ushindi wetu wa kiroho, ushindi wetu dhidi ya vita vyote vya kiroho inategemea sana viwango vya nguvu za Mungu ndani yetu, nguvu za kiroho ndani yetu. Sasa tunazipataje hizi nguvu za kiroho ndani yetu? Ndipo pale ambapo tunakuwa hodari katika Bwana. Ndipo pale ambapo tunajibidiisha zaidi kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo hii ni kanuni ya kiroho kabisa. Kuwa hodari katika Bwana, hii kwako ichukue kama ni kanuni ya lazima, ni kanuni ya kiroho. Pasipo kuwa na bidii hauwezi kushinda vita vyote vya kiroho. Ndio maana kuna mahali pengine Biblia inazungumza, inasema wana bidii katika Bwana lakini sio katika maarifa. Na tunajua kabisa maarifa ni nguvu. Wazungu wanasema knowledge is power. Unaweza kuwa na maarifa, ndio yanayokupa nguvu ya kuwa na ushawishi kwa watu wengine wakakubaliana na mawazo yako. Unaweza kuwa na maarifa ambayo yatasaidia wengine kuvuka katika jambo fulani. Lakini maarifa hayo ili yaweze kusaidia katika viwango vya namna hiyo, ni lazima uwe na bidii nayo. Ni lazima uwe na bidii nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndivyo vivyo hivyo tunapozungumza kwa habari ya mambo ya rohoni, bidii yetu inapaswa iwe katika Bwana, kwa sababu yeye ndiye mfalme, yeye ndiye Mungu wetu, yeye ndiye aliyetutoa katika mamlaka za nguvu za giza na kutufanya kuwa watoto wa urithi wa upendo wa mwana wake ndani ya Yesu Kristo. Tupo katika mamlaka ya kifalme ya kimbingu, kwenye uweza na mamlaka zote na ushindi wa kila namna ya vita upo ndani ya Mungu. Kwa hiyo ni lazima tuwe na bidii katika Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yohana sura ile ya 15 ule mstari wa 5. Yohana sura ya 15 ule mstari wa 5. Neno la Mungu linasemaje? Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akaaye ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana. Maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Pasipo Yesu Kristo sisi hatuwezi kufanya neno lolote. Kwa hiyo tunapokuwa ndani ya Kristo, haishi tu kuwa wa Kristo, haishi tu kufanyika kuwa wana wa Mungu. Kinachohitajika ndani yetu ni ile bidii ya kukaa sawa sawa na huyu Yesu Kristo. Kwa nini? Ni kwa sababu yeye anatarajia kupitia sisi tuweze kumzalia matunda. Tumefanyika kuwa matawi, ambapo matawi yamebeba majani, ambapo mwisho wa siku haya majani yanapaswa kwenda kutengeneza matunda, na mwisho wa siku watu wafurahie yale matunda. Lakini bidii hiyo ya kumzalia Mungu matunda tunaitoa wapi? Ni lazima tuwe tumejiattach, lazima tuwe tumejishikiza katika shina lililoshika mizizi, ambaye ni Yesu Kristo mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana akasema pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Kwa sababu gani? Anatutaka tukae ndani yake na yeye akae ndani yetu. Maana yake ni ule utu wetu wa ndani, ule utambulisho wetu wa kiroho, ya kwamba Yesu Kristo yuko pamoja na sisi na sisi tuko pamoja naye. Tuwe na uhakika kabisa tunapoingia katika vita vya kiroho, kwa kuwa yeye alisha
kushinda ulimwengu, kwa kuwa yeye alishamshinda shetani, basi nguvu ile ile ambayo Yesu Kristo alimpa kushinda kila namna ya dhambi, nguvu ile ile ambayo ilimpa Yesu kushinda kila aina ya nguvu za kuzimu, ndio hiyo inayotenda kazi pamoja na sisi ndani yetu. Kwa nini? Ni kwa sababu yule mtu wa rohoni anayetambulika kwa jinsi ya rohoni, kuzimu inajua, inatambua ya kwamba huyu hayuko peke yake, yuko na Kristo Yesu ambaye tayari alishashinda, tayari alishatushinda, tayari hana nguvu ya kuweza kumshinda kwa namna yoyote ile. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapokuwa na utambulisho wa namna hiyo, tunapokuwa tumejitambua kwa jinsi ya rohoni kwa viwango vya namna hiyo, ya kwamba hatuko peke yetu, tuko na Kristo, basi hakuna vita vyovyote vya kiroho ambavyo tutaviogopa, ambavyo tutavitilia mashaka, ambavyo tutavitilia wasiwasi. Tutakuwa tunaingia kupambana navyo tukiwa tuna uhakika ya kwamba huyu aliye ndani yetu, ambaye yeye amesema pasipo yeye sisi hatuwezi neno lolote, basi tutashinda na zaidi ya kushinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, wana wa Mungu. Lakini jambo la pili ambalo tunaliona katika Waefeso, hiyo sura ya 6 ule mstari wa 10, Biblia inasema hivi, inazungumza jambo lingine la msingi sana pale, katika uweza wa nguvu zake. Katika uweza wa nguvu zake. Mtume Paulo anaposema basi kuweni hodari katika Bwana, hatimaye mzidi kuwa hodari, hatimaye mzidi kuwa hodari. Maana yake ni kwamba unakuwa umepata mtaji. Unapomkiri Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unakuwa umepata mtaji wa kuwa hodari katika Bwana. Sasa Mtume Paulo anasema hatimaye, ni kama vile ni wito wa kuwatia moyo, ni kama vile ni wito wa kuwatia hamasa, ni kama vile ni wito wa kuwatia chachu ya kiroho, ya kwamba msitosheke hapo mlipofikia, msitosheke, msiridhike katika viwango mlivyo navyo, bali mzidi kuwa hodari katika Bwana. Lakini la kwanza, la pili, muwe hodari katika uweza wa nguvu zake. Kitu gani anachokimaanisha Mtume Paulo mahali hapo? Maana yake ni kwamba ni kuwa hodari katika Bwana, ni kuwa hodari katika kuweka imani na matumaini katika nguvu za Mungu siku zote, pasipo kujali unapitia shida namna gani, pasipo kujali ukubwa wa vita vya kiroho unavyokabiliana navyo, pasipo kujali ukubwa wa upinzani wa kiroho unaokupana navyo, pasipo kujali nguvu za giza za viwango vya namna gani. Biblia inatutaka, Mtume Paulo anatutaka ya kwamba tuwe hodari katika imani na matumaini kwa nguvu za Mungu zitendazo kazi ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuwa hodari katika uweza wa nguvu zake, manake ni kuchochea viwango vya imani yako, kuongeza viwango vya imani yako juu ya nguvu ya Mungu itendayo kazi ndani yako siku zote, nyakati zote, mazingira yote, katika kila aina ya vita vya kiroho ambavyo unakabiliana navyo kwenye maisha ya kwako. Mtume Paulo anatutia nguvu, anatupa hiyo hamasa ya kiroho kwamba tuzidi kuwa hodari katika uweza wa nguvu zake. Yani tuzidi kuimarisha imani na matumaini katika uweza wa Mungu utendao kazi ndani yetu. Imani katika nguvu za malaika anapowatuma kupigana vita kwa ajili yetu, nguvu za Roho Mtakatifu zitendazo kazi ndani yetu. Tuongeze viwango vyetu vya imani katika kuamini huo uwezo wa Mungu utendao kazi ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hilo ni jambo la pili ambalo Mtume Paulo anatutazamisha katika hiyo Waefeso sura ya 6 ule mstari wa 10. Angalia kitu kizuri kabisa anachosema tena Mtume Paulo katika ule mstari wa 11, ambapo hapa tunalitazama kama ni jambo la tatu tunavyoweza kujisoma pale. Anasema, vaeni silaha zote za Mungu. Kuzivaa silaha. Hauwezi kupambana vita vya kiroho kama hujavaa silaha za kiroho. Hauwezi kwenda vitani kupigana vita pasipokuwa na silaha.
Lakini si tu kuvaa silaha pasipokuwa na ujuzi wa matumizi sahihi ya silaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo anaposema hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake, ni sawasawa na mwanajeshi ambaye amejiunga na jeshi, kwamba sasa anapitia mafunzo, anapitia training, ajue aina ya vita anavyokwenda kupigana, ajue yupo katika jeshi lenye misingi ya namna gani, ajue yupo katika jeshi lenye misimamo ya namna gani, apate kujua amiri jeshi anataka nini katika upande wa kwake. Kipindi hicho yupo katika mafunzo, yupo katika kwata, yupo katika gwaride la nguvu la kumwandaa kwa ajili ya mapambano. Anapoiva sasa, yuko tayari kwenda vitani, ndipo sasa anaambiwa avae silaha, tayari yupo kwa ajili ya kwenda kuvipiga vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, wana wa Mungu. Kwa hiyo haitoshi tu kukaa kizembe kusema ya kwamba mimi ni mwana wa Mungu, mimi nipo katika ufalme wa nuru. Bado hapa tunaambiwa tuvae silaha za rohoni. Kama tunaambiwa tuvae silaha za rohoni ili kuweza kuvipiga vita vya yule shetani, uwe na uhakika kabisa ya kwamba wewe kama mwana wa Mungu, nilishasema siku zilizopita ya kwamba muda wowote, saa zote, mazingira yoyote, wewe upo katika uwanja wa vita vya kiroho. Kwa hiyo ni wajibu wako kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake, ili unapovaa silaha za rohoni, unapoingia katika mapambano ya vita vya kiroho, muda wowote, saa yoyote, mazingira yoyote, wakati wowote, uwe na uhakika wa kushinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hapa anachomaanisha Mtume Paulo kuvaa silaha zote za Mungu, maana yake ni nini? Silaha za Mungu ni vipawa vya neema ya Mungu. Ni vipawa vya neema ya Mungu ambavyo ameviorodhesha pale katika ile mistari inayofuatia pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Chepeo ya wokovu, ngao ya imani, neno la Mungu vimezungumzwa pale, vitu kadhaa Mtume Paulo amevitaja pale. Hivyo ni vipawa vya neema ya Mungu. Ni vipawa vya neema ya Mungu. Ni nguvu ya Mungu itendayo kazi kupitia hivyo vilivyotajwa pale, ambapo ndipo tunapaswa kutembea navyo, tunapaswa kuzunguka navyo. Hauwezi ukaamka ukasema leo imani ninaiacha nyumbani, acha niende jinsi nilivyo mwenyewe, nikaishi kwa kutegemea akili, utashi, ufahamu wa kwangu mwenyewe, ukamwacha Mungu, ukaliacha neno la Mungu, ukaacha vile vyote vilivyo tajwa pale, ukasema leo sitamani kutembea katika wokovu, leo acha ni uache wokovu pembeni alafu nitembee peke yangu. Haiwezekani. Haiwezekani. Labda kama umeamua kumwacha Mungu na kuamua kuwa mali ya shetani, kurudi kule kwenye utu wako wa kale. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tunaposema ni silaha za Mungu, ni vipawa vya neema ya Mungu, maana yake ni kwamba ni kila namna ambayo Mungu ameachilia uweza wake ndani yetu wa kutusaidia kuishi katika neema ya wokovu na katika namna ya kuendelea kuamini na kumtumaini yeye siku zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kila muumini vinawezeshwa na Roho Mtakatifu hivyo vipawa vya neema ya Mungu. Kwa kila muamini, kila aliyebatizwa, kila aliyefanyika kuwa mwana wa Mungu, kila aliyefanyika kuwa mwana wa ufalme wa Mungu, ndani yake yuko Roho Mtakatifu anayewezesha hivi vipawa vya neema, anayewezesha hizi silaha za rohoni ambazo zimejazwa uweza na nguvu za Mungu, kwa sababu ya wewe kuwa hodari, kujibidiisha katika Bwana. Unapokuwa katika vita vyovyote vya kiroho, unakuwa na uhakika wa kushinda. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo ukisoma kuanzia ule mstari wa 12 mpaka ule mstari wa 18 katika Waefeso 6, utaona hivyo vipawa vya neema ya Mungu ambavyo Roho wa Mungu ndiye anayeviwezesha ndani yako kukuhakikishia ushindi katika vita vyako vya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la 4 ambalo tunaliona hapo katika Waefeso sura ya 6 mstari wa 10 na wa 11. Jambo la 4 ni hila za shetani. Hila za shetani, ambapo kwa lugha ya asili katika uandishi huu wa Biblia wanatumia neno methodeia, likiwa linamaanisha hila.
likiwa lina maana ya mbinu au ujanja au mikakati ya siri au yote haya kwa pamoja. Ili neno kilitoa katika lugha ya asili kulileta mpaka katika lugha yetu ya Kiswahili, linatupa tafsiri ya mbinu au ujanja au mikakati ya siri. Ujanja hivi, mikakati fulani hivi, mbinu fulani hivi za kisirisiri, za kimaficho hivi, ambazo haziwezi kugundulika. Ndicho kitu ambacho tunasema ni hila. Sasa hila hizi ndizo Shetani. Maana yake ni nini? Anaposema muweze kuzipinga hila za Shetani, anachokimaanisha Mtume Paulo hapa ni kitu gani? Maana yake muweze kupinga, muweze kuzitambua na kuzipinga mbinu, muweze kuzitambua na kuzipinga ujanja wa Shetani, muweze kuzipinga, muweze kuzitambua na kuipinga mikakati ya siri ya Shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunazipingaje ujanja, mbinu na mikakati ya siri ya Shetani? Ni kwa zile silaha za rohoni. Kazi ya zile silaha za rohoni, kwanza zinatusaidia kuzitambua mbinu, kuzitambua ujanja, kuitambua mikakati ya siri ya mwovu Shetani inayokuja katika maisha ya kwetu. Tunapoitambua, ndipo sasa inatupa nguvu ya kutumia zile silaha za rohoni. Tunaposema neno la Mungu ni upanga ukatao kuwili, unapoamuru neno la Mungu katika vita vya kiroho, baada ya kutambua hizo hila na mbinu na mikakati ya siri ya Shetani, unakuwa na uhakika wa kushinda. Unapokemea nguvu za giza, unapokemea mamlaka ya pepo wa kuzimu kwa kutumia neno la Mungu. Ile Luka sura ya 10 ule mstari wa 19, nimepewa mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka. Kuzimu inakuwa inatambua, kuzimu inakuwa inaelewa. Kwa nini? Ni kwa sababu umeshajua mikakati yao, umeshajua siri zao, umeshajua mipango yao, umeshajua mbinu zao. Kwa hiyo unapolituma neno la Mungu na kukiri ushindi na kukiri uhakika wa kushinda, unakuwa una nguvu ya kushinda katikati ya vile vita vya kiroho ambavyo vimesimama kwenye maisha ya kwako, ambavyo vimeshikilia eneo fulani kwenye maisha ya kwako. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Hiki ndicho kitu ambacho Mtume Paulo anatufundisha katika Waefeso ile sura ya 6 ule mstari wa 10 na ule mstari wa 11, anapozungumza kwa habari ya hila za Shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hauwezi kwenda kupigana vita pasipo kujua mbinu anazozitumia mpinzani wako. Lazima umpeleleze, lazima umchambue, lazima ujue nguvu zake, lazima ujue uweza wake, lazima ujue anatumia silaha gani, ili ujue na wewe unaenda kupambana naye katika engo ipi, utumie silaha ipi, ili uwe na uhakika wa kushinda na zaidi ya kushinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapojitambua kwa jinsi ya rohoni ya kwamba wewe ni mwana wa Mungu, ambaye upande wa giza, upande wa kuzimu, mapepo wabaya wakikutazama, wanakuona si mtu wa kawaida, bali wanakuona ni mtu wa kiroho ambaye upo tayari kupambana nao. Na ukiwa umeshajua mbinu na mikakati yao, na ukiwa umevaa silaha za rohoni, hawatakaa, hawatashindana na wewe, wala hautatumia nguvu kupambana nao. Itakuwa tu ni kuamuru, ni kutamka, na vitu vinakuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo ni muhimu sana, mpendo mwana wa Mungu, kuwa na utambulisho wa kiroho wa kukuhakikishia ushindi katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunaingia katika somo letu kwa kina sasa. Na kichwa kinachotuongoza katika somo letu ni kukumbushe ya kwamba ni nguvu ya utambulisho wa kiroho. Sasa tunaanza kwanza kuangalia kipengele cha kwanza, maana ya kujitambua. Na kwa leo nitaishia hapo kwa kukupa tu maana ya kujitambua, halafu tutaipeleka sasa katika kuzungumza kwa habari ya kujitambua kiroho, ili ujue kabisa tunapozungumza kujitambua kiroho, kwanza wewe mwenyewe ujitambue kiroho, wewe ni nani, kabla ya kuzimu kukutambua wewe ni nani.
Wewe mwenyewe kwanza utambue, kujitambua ni nini, kwa nini wewe ni nani katika ulimwengu wa roho, kabla ya ulimwengu wa roho kukutambua wewe ni nani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaposema kujitambua, kujitambua kwa lugha ama maana tu ya kawaida ni matumizi sahihi ya uwezo wa akili ya kibinadamu kutambua uwepo wako, mawazo yako na uzoefu wako wa kipekee katika wakati uliopo. Bwana Yesu apewe sifa. Hii ni maana tu ya jumla. Tunaposema huyu mtu anajitambua, pale unaposema mimi ninajitambua, ni pale unapokuwa na matumizi sahihi ya uwezo wa akili yako kama mwanadamu uliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, uwezo wako wa kupambanua mambo, uwezo wa kutambua uwepo wako, thamani ya wewe, kwa nini uko mahali hapo, lakini pia uwezo wa kutambua mawazo yako na uthamani wa mawazo yako, lakini pia uwezo wako wa kipekee, kutumia sahihi uwezo wako wa kipekee. Huko ndiko tunakosema huyu mtu anaweza kuwa anajitambua katika mazingira aliyopo na katika wakati aliyopo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mwana wa Mungu, wewe kama mwana wa Mungu, pale unapojitambua sasa ya kwamba mimi ni Mkristo, ya kwamba mimi ni mwana wa Mungu, ya kwamba mimi nimefanyika kiumbe kipya, mimi si mtu wa kawaida, mawazo yako automatically yatakulazimisha kutembea katika sura na mtazamo wa namna hiyo kwa wakati uliopo, kwa nguvu na mamlaka ya Mungu itendayo kazi kwa mazingira uliopo. Unapojitambua kwa jinsi ya namna hiyo, uwe na uhakika kabisa ya kwamba wewe uko salama kwa jinsi ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Pendo mwana wa Mungu, kwa siku ya leo ninaomba niweke kituo hapo. Nimekupa tu maana ya jumla ya kujitambua, halafu tunaihusianisha na somo ambalo tunajifunza kwa jinsi ya kiroho. Siku ya kesho tutaendelea tena kusogea mbele zaidi tutakapoanza kuangalia maana ya kujitambua kiroho. Lakini nisikuache hivi hivi mpendo mwana wa Mungu. Ninatamani nikutie moyo kwa nguvu ya maombi ambayo ninatamani kuiachilia kwako tena kwa siku hii ya leo. Ninayo imani kabisa unatamani kuwa hodari katika Bwana, lakini unaweka bidii sana. Wakati mwingine unajaribu, unaishia njiani. Ni kwa sababu tu unajaribu kufanya kwa hamasa ya kimwili. Lakini ninatamani kwa maombi haya ambayo yapeleka mbele za Bwana kwa ajili ya kwako, ukatamani kujengeka na kuimarika sasa kiroho, ukatamani kufanya jambo hili si kwa ajili ya kufurahisha huu utu wa nje, si kwa ajili ya kufurahisha huu mwili, bali ni kwa ajili ya mustakabali mzima ya utu wako wa ndani, bali kwa ajili ya utambulisho wako wa ndani. Mahali ulipo, ninaomba weka imani yako kwa Mungu na maombi haya yapate kukupa nguvu zaidi mbele za Bwana. Mungu wa rehema, katika jina la Yesu Kristo, asante tena kwa ajili ya siku yetu hii ya Jumanne ambayo Bwana kwa neema yako umetupa tena kwa upendo wako mkuu. Asante kwa ajili ya neno lako la hekima na maarifa ambayo kwa nguvu na uweza wa Roho Mtakatifu wako umesema na kusanyiko hili ambalo Bwana umelikusanya kwa jinsi ya rohoni, kwa njia ya mtandao huu, ili uweze kusema nao, ili uweze kuwatia nguvu, ili uweze kuwaimarisha. Mungu wa rehema na neema, katika jina la Yesu Kristo, sawa sawa na Waefeso sura ile ya 6 ule mstari wa 10 na ule mstari wa 11, neno lako linasema hatimaye mzidi sana kuwa hodari katika Bwana. Ni kweli kabisa Mungu, sisi kama wana wako, sisi kama wana wa ufalme wako, yamkini wakati mwingine tunaweka bidii, lakini wakati mwingine tunafanya bidii hiyo si kwa nguvu na hamasa ile ya rohoni, bali kwa nguvu na ile hamasa ya kibinadamu. Ndio maana tunashindwa wakati mwingine, ndio maana tunaishia njiani
tunatamani wakati mwingine, tunatamani kusoma sana neno lako, tunatamani kuwa waombaji sana, tunatamani kuwa watu wa ibada sana, ili Mungu tuweze kuhuishwa roho na nafsi zetu, lakini tunaishia njiani. Lakini Mungu, kwa nguvu ya neno lako ulilolituma kwa majira na kwa nyakati hizi, ninayo imani kabisa huyu anayenitazama, huyu anayenisikiliza, anatamani kuwa hodari katika wewe, anatamani kuwa hodari katika uweza wako. Ninaomba nguvu ya neno lako, ninaomba nguvu ya neno lako ndani yake ikahuishe roho na nafsi yake katika jina la Yesu Kristo. Ukamtie nguvu tena Bwana, ukamsimamishe tena kwa upya pale alipoishia. Mungu, mpe kusimama tena, ile bidii aliyokuwa nayo ya mwanzo katika kukuomba Bwana, katika kufunga na kuomba, katika kutafuta uso wako. Mungu, ukahuishe tena Baba, ukahuishe tena katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Ninaomba hiyo nguvu, ninaomba hiyo nguvu ya neema, ya vipawa vyako vya neema ulivyoweka ndani yake huyo anayenisikiliza, huyo anayenitazama, kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, ukahuishe tena ndani yake ile nguvu na bidii aliyokuwa nayo ya kusoma na kutafakari neno lako la uzima, hodari katika Bwana. Mungu, kamhuishe tena katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu Kristo. Katika neno lako Bwana ndiko kunako nguvu za kutambua mawazo, ndiko ziliko nguvu za kutambua mbinu na hila za mwovu Shetani, ndiko ziliko nguvu ya kujua mambo yaliyositirika ya siri vinavyohusiana na vita vya kiroho tulivyo navyo sasa na vilivyoko mbele yetu, katika jina la Yesu. Mungu, wezesha huyu mama, wezesha huyu baba, wezesha huyu kijana katika jina la Yesu, wa kike kwa wa kiume, katika jina la Yesu. Wape tena nguvu ya kuwa hodari katika wewe Bwana, ya kuwa hodari katika nguvu na uweza wako. Imani na matumaini ya ushindi waelekeze kwako, pasipo kujali ukubwa wa vita vya kiroho wanavyokabiliana navyo, wanavyopambana navyo sasa, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Ninawaombea Bwana, ninawaombea hiyo neema, ninawaombea hiyo neema kwa jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu. Roho Mtakatifu, ufanye tena kwa upya makao ndani yao, ufanye tena kwa upya makao ndani yao, na uwathibitishie kwamba upo pamoja nao pale ambapo wataona udhihirisho wa nguvu zako ndani yao, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Mungu mtakatifu, Baba wa rehema na neema, asante kwa jinsi ambavyo umetuhudumia tena kwa neno la maombi kwa siku hii ya leo. Tunambatanisha na shukrani za mioyo yetu. Watoto wako watakushukuru kwa sadaka zao, kwa matoleo yao mahali popote pale walipo. Ninaomba Bwana kwa imani kabisa katika madhabahu yako hii takatifu ya KKKT usharika wa Arusha Road, Baba, ikapate kutenda kazi yako ya kuipeleka injili, kazi yako ya kuwahudumia watu wako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Mungu, ninakuinulia sifa na heshima na utukufu kwa imani ya kwamba hata kwa wakati mwingine tena utakuwa pamoja na sisi, ukitutia nguvu na kutuwezesha. Roho Mtakatifu, endelea kuwa pamoja nasi. Roho Mtakatifu, endelea kuwahudumia hili kanisa ulilolikutanisha kwa njia ya mtandao. Ni kwa utukufu wa jina lako Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, sikia kuomba kwetu. Amen. Niendelee kukukumbusha mpendo wa mwana wa Mungu, usisahau kusubscribe pamoja na kushare channel yetu hii, ili kile ambacho Mungu amekuhudumia wewe majira haya, basi tamani ndugu, jamaa na rafiki akutane na nguvu za Mungu kwa namna ambayo wewe utakuwa umeshiriki pamoja nasi kumfikishia injili hii. Bwana akubariki na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Ulikuwa nami Theologia Julius Matias Ganyara kutokea hapa KKKT Diocese ya Dodoma, jimbo la makao makuu, usharika wa Arusha Road. Tukutane tena wakati mwingine. Amani ya Kristo iendelee kuwa pamoja nawe. Amen.